Hello brothers and sisters, good morning, good afternoon, good evening. I don't know the time you're getting to this video. Logan Wilberforce is my name, VAR Kenya 254. Now today nimebahatika kupatana na one of our brothers here ambaye ako na mambo ya kutuongelesha sisi kama vijana ambao we are in the line of choosing a career. Karibu sana my brother. Yes. Kindly introduce yourself. Thank you. My name is Dismas Aswaka. Currently I'm at Sigalagala National Polytechnic, graduating this year in the field of electrical engineering power option. Today tuko hapa na VR to talk about the journey that I have been up to this time. Thank you. There's something he was sharing with me and he told me that kuna ile kosa ambayo wazazi wake walitaka asome. Na yeye mwenyewe kuna kosi yenye alikuwa anataka kusoma. Is it so? Yeah. So wazazi wake walitaka usome kosi gani? Wazazi walitaka nisome banking and finance. Mone pange wenye nukumulwa. Hata nakairwa hone panga. Yani wazazi walitaka kusomea. Sasa, yes. Before tuende kwa hiyo banking and finance, yes. Let me take you back small. Nikiwa high school, at our time tulikuwa tuna select courses tukiwa high school form 4. True. Through the school. Yes. So time tulipewa sheet ya kuselect courses. Yes. I was able to select electrical engineering, a diploma course, yes. In a polytechnic. Na shule ambayo nilisomea naweza isema tu ilikuwa Musingu High School, shule kubwa. That was my next question. Yeah. So venye nilipresent the course to walimu. Walimu was like, uko shule kubwa na unataka kwenda polytechnic. What do you mean? Yes. Umekuja hapo kusoma uende polytechnic? Sikujibu. Walihitaji namba ya mzazi, nikawapatia namba yangu kwa sababu ungepiga ingekuwa mteja. So ukiwa shuleni ulikuwa na simu ama ulikuwa tu na line? Nilikuwa simu ilikuwa nyumbani. Okay. Line ya simu nilikuwa nayo. Yes. Wewe ulikuwa mteja. Nilipowapatia namba yangu walipiga, wakapata ni mteja. Hiyo story ikaishia hapo. The following day kwa parade asubuhi, yes. It was a Friday. Yes. Naitwa mbele ya parade naambiwa huyu ndio ako shule kubwa na nataka kwenda polytechnic. That was my lowest point ambayo walini discourage sana. But siku give up. Yes. After all I scored my grade. Nikakuja huku nje nikijua chenye nataka. Disappointingly mzazi akasema hiyo course nataka ni ya watu wa mjengo. Hebu just listen to this. Yani kijana ameamua anataka kwenda electrical engineering, right? Yeah. Walimu kwanza wamemdiscourage, wamekuita mpaka kwa parade. Kwa parade. Yani kukuashia mbele ya shule. Alafu wazazi wanasema ati ni kazi ya watu wa mjengo. Anyway, proceed. Wakasema kwa boma wanataka course ambazo pia watajivunia. Wako wamesomesha watoto. Yes. So nilikaa chini nikafikiria mwaka ambao nilimaliza KCSE sio mwaka nilijoin. Nilimaliza nje 2 good years. Yes. Nikijaribu pia mimi kufikiria kwa course yangu na nafikiria kwa course ambayo mzazi anataka. Sikuwa na idea about the banking and finance. But in my field of electrical I have the idea. Na nilikuwa skilled already. Based to my knowledge ambayo nilizaliwa nayo. Yes. But banking and finance sikuwa na idea. Nasikianga tu FCPA inamaanisha nini sijui. Na wanasema nataka uitwe FCPA. So FPCA na Fernandez Parasa. CPA or FCPA. Fernandez Parasa ama ni FCPA. Watu wa banking ndio wanajua hiyo maneno. Nange kitu nafikiri ni Fernandez Parasa or something like that. FPA. Kumbe ni field kwa mambo ya banking. Yes. So sikuelewa zaidi. Yes. So nilikaa chini nikajichunguza vizuri, nikasema after all mzazi hata nikienda kusomea hata nipea kazi. Yes. Sasa wacha tu mimi nikae, mzazi hataki niende nisomee yangu, nataka niende nisomee yake na mimi sitaki. So nilisimama na my stand. Yes. So sikuenda kusomea course ambayo alitaka. Akafeel pia nimemdisappoint, lakini sasa hivyo ndio ilikuwa. Now at this time kumbuka ulikuwa unaishi kwa wazazi wako. Kwa wazazi. Sasa ulifanyaje wakati wazazi wako wanataka kufanya na wewe unataka kufanya B? Sasa sikuwa na option. Ugali nilikuwa nakula. Okay. Lakini sasa unajua mzazi hata akikupatia ugali
anakupea akifikiria mambo amekuambia, na wewe anaona ni kama ni disrespect kwake. Lakini nikakuja kufikiria hapana, sio disrespect. Kile mimi nilikuwa nataka, mzazi hakuniita chini aniambie fanya hivi fanya hivi fanya hivi, hapana. Alitaka tu niende huko, lakini mimi nikamwambia la. Yeah. So what did you do during this period ambayo maybe ulikuwa unangoja kuingia course? Yes. Ulikuwa nyumbani ama ulitoroka ama kuna kitu kingine ulikuwa unafanya? Singetoroka kwa sababu sikuwa na family members wa kunikaribisha, wa kuniambia kwa sababu amekataa kuja. Ni ule tu mzazi mimi nilitegemea tu. Nikasema after hapa yeye tu ndiye atanisomesha, kwa sababu sikuwa na mtu mwingine ama mfadhili wa kusema atanisimamia hiyo course. So mimi nilikaa tu kwa boma, mzazi naye akafikiria tu na mimi, sijui kuliendaje, lakini after all alikuja akabadilisha mawazo. So wakati tulikuwa offer, uliniambia kwamba yes, mzazi alikuambia kwamba anybody can connect this team. Yeah. So why do you want to go and study this? Mzazi aliniambia unataka kwenda yambora wanya khutya khusomera isitima yumundu usi anyala khuboa. Yani unaenda kusomea stima yenye mtu ambaye hata hajamaliza shule anaweza connect. Stima una connect tu waya na inawaka. Hivyo ndio aliniambia. So no need yeye kwenda kusomesha mtu akuja connect stima kwa boma yake. Hapana. So alikuwa anataka watu wakuwa na bebana, was like hata tukiona news anafurahia watu wakibeba files. So yeye alikuwa mtu kama huyo, anasema nataka uko na beba files kama huyo mtu. So according to your father, and I believe those people in suits, people who carry files ndio watu wamesoma. Hao ndio watu wamesoma. Hao watu ambao wa stima na ukujenga wote ni watu wa mjengo. Hivyo ndio aliamini. So hata wale wa building and construction anamaanisha ni watu tu wa mjengo. So it's very serious. Now, in your journey, for how long have you been at Sigalagala? I've been at Sigalagala for 3 years. 3 years unasomea tu kufunga tu wae. Taking my diploma in electrical and engineering power option. Ndivyo mako. Hiyo miaka 3 ambayo nasoma Sigalagala ndio walikuwa nasema mtu ambaye ameweza class 8 anaweza enda na connect wire. Sasa sijui ni nini nimekuwa nikisoma kwa miaka 3. So bado kwa na mwaka mmoja. Bado miezi miwili. July naenda kumaliza. Na hii si kwamba namaliza kupelekea mzazi makaratasi. Mzazi aliniita akaniambia uliamua kwenda huku. Kimaliza ni wewe mwenyewe kujisimamia. Nilifurahi kwa sababu pia yeye alifika mahali akabadilika, akaungana na mimi kuona kwamba anafurahia kile mimi nataka. So wazazi kama naweza ongelesha tu mzazi mahali. Please do. Kuna wazazi wanafinyilia watoto kwenda kusoma kile wao wanataka. Na kuna wale ambao wanaitwa sponsors. Kuna wale sponsors ambao wanasponsor watoto kwenda kusoma high school, wakimaliza wanataka wawapeleke kwa course ambazo wao wanataka. Kwa sababu wao ndio sponsors. Hao watoto hawana uhuru ama freedom ya kusoma hiyo kitu. In their mind wanasoma wakisema sponsor ameniambia nisomee hii kitu. Kwa mzazi anasema babangu alisema nikuje nisomee. In real sense niko na rafiki yangu ambaye tumekuwa tukisoma na yeye kwa miaka 3. Huu mwaka amebakisha semester 2 amaliza shule, lakini ameamua kuacha. Kwa nini? Aliyemwambia aenda asomee electrical engineering ambaye ni anko yake alikufa. Kuna mwingine alitumwa na mzazi ambaye amekuwa kwa ofisi akisimamia hiyo sekta ya energy. Kazi imeisha, atafanya aje? Ameamua kuacha shule kwa sababu hana ile skill ya hiyo electrical. So what he has is just papers zenye alikuwa anatafuta ndio aenda apate kazi. Lakini mwenye alikuwa anataka mpatie kazi pia naye amekufa. Sasa atafanya aje? Ni kuacha shule. Hivyo ndio jani yake ya masomo imepotea. So what next? Anarudi huko nje. Hao ndio watu wanasikia wanasema they failed in life. Si ukweli. Wazazi, sponsors ni sisi tunapotosha watoto. Nikienda kwa walimu,
ninafurahi kwa sababu VR hapa ni mwalimu. Is talking the fact, the truth kama mwalimu. Nikiwa high school, wale ambao walikuwa na tuongelesha walikuwa motivational speakers. These motivational speakers, some of them are not teachers. Wakikuja kumotivate, kuna kitu wana underrate sana kwa maisha pia. Hii kitu inaitwa TVET, technical courses. Very important. They really underrate them. Wakikuja kumotivate wanakuambia taka usome uende university. Usome uende university. Hii mambo ya technical courses up to now, technical courses ndio zimejaa na wanafunzi and they are skilled. Lakini motivation speakers, they normally discourage these people wa hapa chini. Mimi I was discouraged kwa sababu motivational speaker ambaye alikuwa anakuja kutuongelesha was not talking even about electrical engineering yenye iko kitu napenda. He was just talking everything masters, degrees in what. So I was like, sasa mimi nasoma ya nini? But I sikufa moyo. So I really encourage those Form 4 leavers, mostly wenye wamemaliza mtihani. You have a chance in life. In this life, one, just accept who you are. Na the most important thing ukitaka kwenda kusoma, jiulize ni nini unapenda kufanya kwa maisha. Kama wewe unapenda kuendesha pikipiki, unapenda kuendesha magari, uko in that line. So just try and find the best course in that line. Utaendana nayo. So that ukianza kuifanya usipate ugumu ama uache kwa njia kwa sababu imekushinda. What my brother is trying to say is that everything you do it professionally. Yeah. Nasikia babake alimwambia kama ni waya ya stima ni kuunganisha tu waya na unafunga tape na stima inawaka. But the basic is anything that you do, please make sure you have papers. Make sure you have the right credentials. That is what is going to employ you in this country. For example, babake alikuwa anamdiscourage, anamwambia anybody can do wiring. Imagine gorofa kama hizi zinajengwa na watu. Wanaweza chukua mtu ana makaratasi aenda afanye kazi. It can't work. So I want to appreciate you, my brother, for taking the right step. Because standing bold and taking what you want in life is one of the things that vijana wetu wanaogopa. Congratulations for that, and I really appreciate you for that. Thank you. Parting shot. I want to address some youth outside here. Kuna polytechnics, county polytechnics from the lowest. Wanafunza skills, not only electrical ambayo mimi niko in that field, but enda tafuta course ikujenge. Tusitegemee watu, jitegemee mwenyewe. Have the skill ambayo hata utakosa kitu kwa siku. Kwa sababu the world saa hii ni ya kujenga, kufanya nini, so that each and every day uko busy. Thank you so much. Form 4 leavers, ni nyinyi tu naambia, take your life seriously. Mtu asikuambie kutoenda kwa shule, watu wamefaulu au kuenda shule. Try, kosa kuenda shule. Utajua sasa wenye hao kuenda shule ndio walifail. Asanteni sana. Thank you. Now, another one. Before we end the show, kuna kitu ambacho amesema. Skills. Brothers and sisters. Kama kuna kitu kinalipa watu saa hizi, their skills. Kazi ya ofisi kama ujuani na mtu mwenye atakushika mkono hivi akupeleka aambie huyo mdosi shika mtoto wangu ndio huyu. Imagine hakuna mali utaajiriwa. But if you have skills, kazi yako ndio inakuza. Our brothers and sisters, endeni msomee skills. I have a brother of mine who is an engineer in Nairobi. This guy called me one time akaniambia, Wilberforce, please get me a skilled guy ambaye anaweza fanya plumbing ya gorofa. Haki nilitafuta nikakosa. Kwa sababu wenye tuko nao ni watu wa mkono, people of hand. They don't take their study serious. Otherwise guys, God bless you. God you good. Siku zote nite Lugano Wilberforce Luvai, VAR Kenya 254. Mungu awabariki.